الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى في محكم كتاب العزيز الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أكرموا رجبا يكرمكم الله بألف كرامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: رجب شهر الله وهو الشهر الأصب. Baada ya kumshukuru Mola subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukiwa leo tueleza katika misimu na mwezi mtukufu katika miezi minne iliyotajwa ndani ya Qur'an. Nao katika miongoni ya miezi minne mmoja ni huu tunakuwa nao Rajab. Rajab ina matukio mengi sana kama tutakavyoeleza katika mwezi huu mtukufu. Qala Allah Ta'ala, Mwenyezi Mungu atuambia: inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahra. Miezi Mwenyezi Mungu aliyotaja ni miezi 12, na hii miezi iko kitambo sana. Katika miongoni ya miezi 12 minne akaifanya ni mitukufu. Rajabu ikaiko peke yake, mitatu yamefuatana: Dhulqaada na Dhulhijja na Muharram. Kisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatwambia, mwenye kutukuza Rajabu basi Mwenyezi Mungu atamtukuza yeye kwa 1000 karama. Kisha akatwambia tena Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, Rajabu shahrullah, ni mwezi wa Mwenyezi Mungu. Na akasema Shaabanu shahri wa Ramadhanu shahru ummati. Na miezi kama hii ilipotajwa na namna ilipopangwa katika miezi kama hii, ni utaona wazi ni matayarisho ya kutayarisha na kujiandalia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bila istidadi, ndugu zangu, hatuwezi kufaulu ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ramadhani huwezi kufaulu kwa kuingiliwa. Huwezi kwenda kwenye shamba likawa lina makulima tayari na huko wavuna. Lazima lipaliliwe ile shamba, likatwe miti, magugu, uchomwe, ardhi iwe tupu, kisha kuwekwe mbegu, kutegemea mvua, kisha ndio watu wapate makulima. Kwa hivyo na Rajabu, tukianza kuja mwezi wa Rajabu, ndio Mola akaweka katika miezi mtukufu. Miezi kama hii walikuwa hata Waislamu hawapigani katika miezi kama hii, mpaka wakawa sasa ikifika Rajabu wabadilisha miezi. Ile aya innaman nasiu ziyadatu, wakazidisha, wakapeleka mbele. Rajabu akaifanya ni Dhulhijja, Dhulhijja akaifanya Rajabu, ili tu wapate kupigana. Miezi hii ndugu zangu ni mitukufu sana mbele ya Mola subhanahu wa ta'ala. Ndio tukaambiwa katika moja ya kufanya mwezi utukuke ni kufunga somo. Na maswahaba walikuwa ni watu ambao kwamba wakimkabili Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam bila kujali. Pengine wakamwambia, ya Rasulullah, nahnu la nastatiu sawm, sisi hatuwezi kufunga ya Rasulullah, tufanye nini? Mtume sallallahu alaihi wa sallam
hadithi yake akawaambia, yatasaddaqu an kulli yawmin biraghifihi. Ala Mtume anapotubeni sisi kwamba option na yani kama huwezi plan A ya plan B. Ikiwa huwezi kufunga, basi Bwana Mtume akatuambia yatekana mtu atoe sadaka kwa mkate wake, wakati ule tuseme ni mkate wa mofa, na si lazima lile alozungumza Mtume iwe ni mkate ule ule ukatafutia kufulo, yaani utoe sadaka kila siku. Kwa hivyo vile unapotoa sadaka ndiyo fidia yako ya kufunga. Bado maswahaba wamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, kama hatuna pesa za kutoa sadaka tufanye nini? Ndani ya watu wamuuliza Mtume, kule kumuuliza kwao ndio sisi tupata faraja, tupata penyenye mimi na wewe pia za kupita kama hatuwezi kufunga. Mtume akamwambia sallallahu alaihi wasallam, kila yaumin, kila siku alete tasbihi mara 100. Basi utakuwa ni kama ulikuwa sadaka. Ima tasbihi nitakayokuitaja au tasbihi yoyote unayoweza. Akisema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi yake, asema kila siku sema subhanaka ilahul jalil, subhana man la yanbaghi tasbihu illa lahu, subhana al-azzul al-akram, subhana man labisa al-izzu wa huwa lahu ahl. Mara 100 kila siku. Zangu, Uislamu umepangwa na mipangilio kamili. Sio kae mahali wewe sabaha lala huna la kufanya, hata kumdhukuru Mwenyezi Mungu huwezi kutaja au kumswalia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yatakana kila wakati wewe lisanu karatbun bi dhikrillah au salawatu ala nabii, yani kila siku sikose kumtaja Mola subhanahu wa ta'ala, kila siku sikose kumswalia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio faraji kwa wewe. Bila hivyo la ala billahi tatma'innul qulub. Ndio kaona wazee wetu ikiingia Ramadhani walikuwa ikiingia Rajabu wakifunga matayarisho kujiandalia kisasawa, ili ikifika Shaabani, ikifika Ramadhani mtu ashazoea. Kama kusoma Qur'ani uanze kuanzia sasa, usingoje mpaka mwezi umeingia wa Ramadhani. Ibn Abbas apokea hadithi asema, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bwana Mtume alikuwa idha jaa shahru Rajab, sikia Bwana Mtume, mwezi wa Rajabu ukiingia akifanya nini Mtume? Jamaa haula jamaa, akikusanya muslimin, akikusanya waislamu haula upambizoni mwake, wakama khatiban, na akisimama akitoa khutba. Kwa nini? Kwa sababu awaonesha mwezi ni mwezi mtukufu sana duniani. Mwanzo ni mwezi wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo akitoa speech ya kizungumza namna huu mwezi, akiwaambia kad adhallakum, hakika imewafilikia nyinyi shahrun adhimun, imewafilikia nyinyi mwezi mkubwa sana. Maswahaba kimya leo waona tu ile kule kwa kusanya watu kisha kutoa khutba yaonesha kwamba huu mwezi ni mtukufu sana. Wanaelewa? Akiwaambia huwa shahrul asab, ni mwezi bamimina ajabu katika ismu hizi, katika majina ya kwamba ya kutilia nguvu ya mikazo. Asabi ni kimimina. Akiulizwa Mtume amemimina nini, asema yusibu rahma. Hakuna mwezi katika miezi hii tuliotaja kama mwezi wa Rajabu, rehma namna inavyoshuka ni ajabu. Lakini ndugu yangu, rehma kama ile inayoshuka ni kama mvua. Mvua huwashukia wakulima na soko wakulima. Mvua hushuka kwa Waislamu na soko Waislamu, haitagui, sote ni waja wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini ikiwa wewe mvua ikinyesha hujistiri ukawa na mwavuli wako usikupate, au mvua ikinyesha kuingia kwenye nyumba kwa jisita ama kwenye pango haikupati, huwezi kusema kwamba mvua haikunyesha. Ni wewe mwenyewe umeweka zitu ambazo kwamba kinga
zisikufikie. Maana kuzungumza maneno kama haya ni kwamba rahma yashuka ajabu sana. Mwanzo ni mwezi wa istighfar, kuthratul istighfar, yatakikana kila siku lau mwezi basi mara 100, astaghfirullah wa as'alu tauba, astaghfirullah wa as'alu mara 100 kama mwezi. La ilaha illa Allah letu kama mwezi mara 1000, mara 100. Kwa nini mwezi mara 1000? Mbona wazungumza porojo wewe 100,000 kwa siku? Kwa hiyo kuna mazungumzo wewe yazungumza hata wajui. Mwanadamu lao utamchunguza mazungumzo anayozungumza kwa siku ni mengi zaidi, lao yamehesabiwa. Lakini mtu akiwekewa katika aurali kama hizi, huona yeye 1000 nyingi sana, si nyingi. Kwa hivyo rahma yashuka ndugu zangu. Lakini kama wewe utaweka kinga, utaweka kizuizi, kama unaweka mwavuli mvua isipate, rahma ikubati. Yaani wewe kama utafuata zile njia zake, rahma haiwezi kukupata. Lakini rahma yashuka. Akaendelea Ibn Abbas akasema, illa ala man abdahu, kwa mja wake, illa abdan mushrikan, isipokuwa mja mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bali mushrikina rahma kama hii waseka kiwingu, haiwezi kuwafikia. Na wapili, mudhiru bid'atu fi Islam, amedhihirisha mambo kwa kwamba katika Uislamu hakuna kamwe wala hajatokea. Anakaleta mizozo ya mwisho, daraja ya mwisho. Huyu pia rahma ya Mwenyezi Mungu haiwezi kufikia kulingana na hadithi ya ala inna fi shahri Rajab. Endelea basi, hakika huu mwezi wa Rajabu, lailatan, usiku mmoja, man harrama an-nawma ala nafsihi, usiku mmoja ukajitolea ukaharamisha usingizi, usilale usiku mmoja. Angalia Mola Subhanahu wa Ta'ala anavyotusikilia na anavyotupenda kwa sababu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio sisi tukawa umma bora. Atasema nini? Asema harrama Allahu jasalahu ala nar, ukalia ukakaa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kabuli ikapata pale, basi Mwenyezi Mungu wewe hakutii motoni, kwa sababu mwenyewe ushajisafisha, ushajua makosa yako. Atuonyesha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam fadla za utukufu kwa mwezi wa Rajab. Rehma ndugu yangu, sisi tuishi kwa rahma. Sisi ndani ya matumbo ya mama yetu tuko katika rahma. Hujawa mwanadamu, wewe mwanzo ni nutfa, kisha ukawa nini baada ya nutfa, ukawa kama ni mudgha, sio? Kila siku 40 unabadilika, uko katika rehma. Nani pale? Kuna daktari gani atakutia dawa zake ili wewe usaliwe salama salimini ndani ya tumbo la mama. Kisha unapozaliwa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akapasua kifua cha mamako, zikatoka maziwa. Maziwa yale ni ajabu, ni dawa, ni tiba, ni kila kitu. Ile ni rehma ya kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Tuoneshe ile rahma Mwenyezi Mungu anavyoteremsha ndani ya tujazaliwa mpaka tumezaliwa. Maziwa yale siku za joto huwa baridi, maziwa ya mama. Siku za baridi yale maziwa automatic huwa ni moto. Na kila leo ukikua yale maziwa ya change, yabadilika, yaongezeka vitamini zake. Ndio kuona katika Uislamu mtoto atakayonyonyeshwa miaka 2. Lakini sisi kulingana labda na upungufu wa mama, mtoto kisha kuinukia na mwaka mmoja huanza kukua bofulo. Kwa tulio kwenye chai kaingizwa nazo domoni. Kisha zile zote zikawa zijengo za haraka. Wakawa mara moja muda. Kisha zile huenda ule mashini yake haijakuwa yenye kusaga. Kisha mama ukamwambia mtoto ni hashibi ya maziwa hashibi. Nani alikwambia hashibi maziwa? Kwa hivyo namna dini ilivyotupangia, imetupangia hiyo ni rahma. Mpaka wewe unapozaliwa, mpaka unapokuwa kuja katika ardhi kama hii, mpaka ukajitambua wewe ni mwanadamu, ni katika rahma hiyo. Kwa hivyo sisi tuishi ni rahma kwa rehma. Na katika ile rahma ambayo kwamba tuishi sisi,
yatakikana kila mwanadamu ajipiganie, wala tusiwe ni unajua, sisi tuna mifano ambao kwamba wengine wako katika mifano hayo. Bana, mimi sitaki kufanya kazi, sifanyi kazi nini? Rehema ya Mwenyezi Mungu iko, rehema ya Mwenyezi Mungu itafanya kazi. Rehema ya Mwenyezi Mungu haimkuti mtu amelala ikaja pale, yani riziki, wala umeketi barazani au maskani, haiji rehema kama hiyo. Tuangalie kisa kimoja cha kengewa na simba. Siku moja bwana mmoja alitembea akawa amechoka, akayotafuta hiyo rehema ya Mwenyezi Mungu. Katika kutafuta rehema ya Mwenyezi Mungu akaketi chini ya mti. Akikaa chini ya mti, mwida akamwona, akiangalia juu ya mti amwona kengewa akaa kongojea. Kisha mwida akamwona simba amemwinda swara, amekuja naye karibu naye pale, wamwangalia tu bali kidogo, akawayotoa. Unajua simba katika kula nyama utagua chakula, yaani atakuwa maini, atakula, atakuwa masteki, kisha zile zingine marondo ziada au madelele hadi simba. Basi kipaliza simba kula, ndio alekengewa huyo akashuka. Aliposhuka akaanza kula ile madelele. Ndio bwana akamwambia mwenzake, akamwambia mimi nakwambia, angalia rehema Mwenyezi Mungu. Ulekengewa ameketi tu juu ya mti, kukaa kule juu ya mti, riziki imemjia mwenyewe, bwana madelele. Ule bwana akapiga sana, akamwambia wewe unafahamu sana, lakini takuuliza wewe, atakuwa simba ama atakuwa kengewa? Lakini tumefahamiana. Maanake wewe ngoja za mtini zianguke, ama utakuta kuwa uwe simba uende kutafuta riziki. Ndugu zangu, lazima mtu ajitafute. Leo tulikuwa sisi watoto tunadanganyika kwa NGO. Jamaa wote kila mtu hujaza, atakitana kufanya kazi. Kuna pesa zitaingia sio za wapi. Kila mtu ashainua mikono na miguu angoja NGO itidie. Basi ile kengewa ngoja maderere huko. Zikija na sana hazikuja, na zikija maderere hatukufaa. Kwa hivyo nataka ule bwana kwa mtu wa falsafa akamwambia nataka usimba katafute, maana ile simba kinamtafuta swara kwenda mbio, na wengine akamkosa. Unajua swara ana mbio sana kuliko simba. Ni kule kukimbia, na akiangalia nyuma ndio gapu ndio ile simba unakuta. Lakini lao akiangalia nyuma, simba hawezi kupata swara hata siku moja. Na swara pili pengine amkose, pengine apigwe na maguu, mateke, mpaka atakapokumpata. Lazima tuwe ndo tafuta arsaka. Tuendambia kila mtu atafuta riziki yake halali tayyiba. Hii ndio katika rehema. Kwa hivyo rehema Mwenyezi Mungu ukitaka kuitafuta, uitafute kwa asbabu zake. Kama yeye anavyotupa hizi rehema za Rajabu, sio kwamba Rajabu yateremka rehema ukae, uswali, ulete istighfari, ufungi, ufanye ibada yote. Rehema Mwenyezi Mungu tumwambia Rajabu yashuka, haikuchukii leo na mwavuli. Unakinga hata kupata wapi? Haiwezi kupatikana. Kizazi mazungumzo ni mengi, lakini inshallah bado tuko katika mwezi mtukufu wa Rajabu, na tutazidi kuendelea kueleza namna ya Rajabu. Fa usiku anafsi